nilishindwa kukuambia kule nyumbani kwa kuwa tunaenda hivi sokoni. Acha tu nikwambie. Hivi kwani Daweni unamuonaje? Maana unajua simuelewi. Kuhusu nini tena? Hebu niambie nikuelewe. Yaani kuna muda mwingine tunakaa ndani hivi. Yaani anakuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa, anatoka ndani, yaani haniagi, anaambia chochote, anatoka anaondoka. Yaani kuna muda mwingine mama, nimelala ndani, najua kabisa Daweni hapa hayupo. Ila namkuta mara ghafla huyu hapa kalala. Na sijasikia hodi, sijamfungulia mlango na hakuna mtu alimfungulia mlango. Na milango ilipofungwa ndo hivyo hivyo. Kwa kifupi hata simuelewi dadangu yule. Yaani sio nikwambie hiyo mwanangu. Huyo dada yako mimi mwenyewe ananiumiza kichwa. Sielewi amepatwa na kitu gani. Kwa sababu mimi mwenyewe huwa namuuliza. Ukikaa naye nitaongea vizuri. Lakini utakuta siku nyingine mara tanganyika. Namuuliza una shida gani? Anakwambia mama sina shida yoyote. Mbona sikuelewi? Anijibu. Sasa sijajua kama naye huaga anafanya hivyo mbele yako. Wewe unamuona mimi siwezi. Hako. Sasa nisikilize. Nimekuja kukupa onyo. Sio kila mwanafunzi anasema kuna kumchapa. Sababu nimeshamfuatilia sana. Naona huyu atakuwa na shida mwanangu. Na kuna siku tuko nyumbani. Namsikia anaongea na mtu mzima. Lakini nikija kumuuliza, ananiambia mimi mbona nilikuwa peke yangu? Naambia mimi nakusikia mwenyewe kwamba unaongea na mtu mzima tena mwanamke. Anakataa. Tena ananitoa ufahamu anakwambia mama usikii vizuri. Nikamwambia toka lini? Ningekuwa sikii vizuri, ina maana hata shuleni wanafunzi hawatonielewa. Lakini yote anayakataa. Kule tumehamia huku. Nakumbuka kuna siku nilipanga niongee naye. Na nikamuita vizuri, tukakaa tunaongea pale, lakini sikumbuki kama nilimwambia au sikumwambia. Yaani hapo sikumbuki chochote. Ila sijui kama niliongea naye. Ila nilimuita nimuulize ana changamoto gani. Ila sikumbuki kama nilimwambia. Na kuna siku ninachokikumbuka mimi, kuna rafiki yangu aliniambia twende kwa mganga akanisaidie. Kufika njiani nikakutana na mtoto mdogo katusimamia mbele, kastuka. Akaniambia huko mnakotaka kwenda mrudi. Tena akaniambia we mama, kaongee vizuri na binti yako atakwambia kila kitu. Hapo ndo nilipochanganyikiwa. Nilitimua mbio. Lakini kwa hizi changamoto unazoziona nitaongea naye. Bora hata ufanye hivyo. Maana hii itaenda mwisho sasa yatakuja kuwa makubwa zaidi hata haya tunayoyaona sasa hivi. Usijali mwanangu. Twende zetu sokoni mwanangu. Sasa kama mbona alimwenzio, umenielewa?
shida yako? Hivyo kitoto, unajikuta nani? Kwa siku ile uliona sifa sana kunizalisha mbele ya marafiki zangu, si ndio? Sasa leo utajua kilichomtoa kanga manyoya ni nini. Mana. Karibu sana mwana. Asante za hapa. Kwa kweli hapa sio mbaya, namshukuru Mungu. Naendelea vizuri. Umenipigia simu Mkombozi. Nimeona je nikusikilize. Niambie. Madam bwana. Yaani wewe acha tu madam. Leo wakati natoka shule natembea mtaani. Basi niko barabarani nimekutana na mtu sio mtu, jini sio jini, shetani sio shetani. Ni mwanamke kanitokea. Sasa nimeshindwa kuelewa. Nikashtushwa sana. Nikimbia sana. Basi nimerudi nyumbani hapa. Kwa kweli ni matatizo sana. Kwani nikuulize? Ndio. Pale shuleni hujai kumpiga mtoto yoyote pale? Sasa madam, masuala ya kupiga shuleni jambo la kushangaza. Madam. Lakini siku ile unakumbuka nilikupa usia gani? Shuleni pale watoto hawapigwi ovyo na kuongea sana pasipokuwa na sababu. Kama uliweza kupiga mtoto wa mtu bora useme. Kweli nilipiga darasa zima. Wanafunzi. Mtoto mtu mzima. Kofi kama ngumi. Hapa sina wa kumwadisia, hii aibu. Wewe mwalimu wewe. Shule zingine hazipigwi watoto. Kama uliwapiga watoto, basi hiyo ndo sababu. Utakutana na mauzauza wewe, ile shule utaiona chungu. Sasa kuna shule ambaye utakuwa unakaa wanafunzi bila kuchapa wakati wanakosea? Kama ni hivyo madam, mimi naona bora nifanye utaratibu kuongea na mkurugenzi, niame tu. Uame tena?
Sasa wewe ukiomba uhame na wengine wahame pale shuleni pale, nani atawasaidia wale watoto? Au kijiji kile nani atakisaidia? Mimi naona cha msingi tukija shuleni niitishe kikao cha dharura, tumwombe mkuu, tuongelee ile swala, tujue wale wanafunzi tunawasaidia vipi, au iko kijiji tunakisaidia vipi. Lakini ukisema uondoke na wengine wakiondoka, nani atakaa pale shuleni? Nani atawafundisha wanafunzi? Okay, sawa, tafanya hivyo kwa sababu sasa imebidi, lakini kwa kweli mimi nilishakata tamaa na kutaka tu niondoke tu. Usije tuifanyia kazi. Mimi naona na muda umeshanitupa mkono, mimi inabidi nikuache sasa, tutaonana wakati mwingine. Basi sawa, ngoja nikusindikize kidogo. Maana nikupe na kizawadi hapa kimuogo uchukue. Sawa. Sawa. Sasa madam, naona mhogo wenyewe mfuko umechanika. Asante. Ukipata nani inaweza kahifadhi vizuri. Haina shida, nashukuru tena, miongo inaonekana mizuri hii. Mizuri sana. Naamini kama wewe mpenzi. Mizuri. Basi sawa sasa. Asante. Sawa. Basi sawa mkombozi, tutaonana wakati mwingine. Sawa sawa. Basi hebu sindikize kidogo. Kiangalie kisuse. We. Mbona? Hatutaki kukiangalia hapa. Ni uzembe wewe unaanza kuleta Ndio nilikuwa naongea. Mmeleta uzembe hapa Kilingeni. Mpaka kuna ugeni umeingia. Hii ni ishara mbaya. Na huu ni ujio wa ugeni ambao hakuna yoyote anayojua. Sasa kikosi kazi mmekuja. Naona wanawake hawataki kuja. Simoni Pelini, Simoni Wini, Simoni na Zakia. Naona wanahitaji ni walambe. Embu kiangalie. Kiangalie kisuse. Kiangalie kisuse. Nyie ndo kikosi kazi. Inabidi tufanye kazi. Nia tunayo, uwezo tunao na nguvu tunazo. Ugwa. Nilisema kiwembe makali makata nimelivalia njuga ili swala. Ni muda wa kufanya maangamizi. Hii vita tutaimaliza. Ugwa. Inabidi tumtafute ni nani ambaye ameingia hapa. Na usitokee uzembe mwingine wowote. Maana uzembe ukitokea nitawalamba.
Ugwa. Sawa kiongozi, bora umefika. Hili swala uliendeshe mwenyewe, kwa sababu palipoa sana. Sawa, na wewe ulikuwa wapi? Kwa sababu akitoka Zakia unafata wewe Kide boy. Embu kiangalie, Kiangalie kisuse, kiangalie kisuse. Sasa itabidi tukiangalie hivyo hivyo mpaka tumjue huyu mgeni ni nani. Ugwa. Afadhali Kinji, nimekuona. Kwani siku ile Mwalimu Komboza alivyokupiga unaendaje kumwambia mama yako? Ndio kumwambia mama, mwalimu amenichapa. Mbona sasa hivi mwalimu akiingia darasani hawafundishi vizuri, muda mwingine hawafundishi, hata akiuliza maswali wanaogopa, hadi muda mwingine atuambia wanafunzi wachawi. Sasa mimi nifanyaje? Yali nipiga na mimi nikaenda kumwambia mama, na akinipiga naenda tena kumwambia mama. Ila mimi nakwambia kama kuna kitu mnafanya, naombeni tu muache. Uache nini? Wewe kama umebolekwa, bora tu uame shule. Niame kati mwenyewe nishaizoea ile shule. Wewe fuata mambo yako. Haya, mimi niko tu nakupa ushauri. Mwalimu. Mwani kitu gani? Asnati, kama tulivyoongea tangu awali kwamba mimi nina nia nataka kuwa na wewe, ila naona kama unanikwepa hapo, sijajua changamoto nini. Hamna changamoto, sema mambo mengi soso. Unajua tena nyewe wanaume sio kuamini. Sasa ukisema hivyo unakosea, kwa sababu unajua tumetofautiana, kila mtu na roho yake. Kwa hiyo kusema atuaminiki na kwa kidogo ngumu. Unajua mimi nina nia, ndio maana nakufuata wewe mara kwa mara. Unaweza kaisi na kusumbua, lakini umetokea kukuelewa sana. Sawa soso, mimi nimekuelewa. Vipi, au hilo jimbo lina mtu tayari ni? Hapana soso, halina mtu. Sema nyewe wanaume bwana, sio watu wa kuamini. Kafara isiyofaa, damu imenena, kivuli kimeamka, hakuna pa kukimbilia. Kafara isiyofaa, usiku umehukumu, kila kilichofichwa leo kinakurudia. Sauti ya mwanaume nzito na ya kutisha. Walisema ni tambiko la mwisho, lakini walifungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa. Muziki unapanda kwa nguvu, violin za huzuni, mapigo ya moyo na sauti za minong'ono. Kila hatua ni kilio, kila ukuta una siri.
Macho yanaona lakini roho ndiyo inatetemeka. Aliyechukua kafara sasa ndiye anayewindwa. Watoto wanaimba kwa sauti ya mbali, njoo, njoo, usiogope, tuko hapa. Kisha kimya cha sekunde chache, halafu mlio mkubwa, ngoma na orkestra. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Ukisikia jina lako likiitwa gizani, usiitikie.